Busia town. Kuna story mingi za majamaa bana, majamaa wazito, majamaa wanaendesha magari. Msana kuchukua na kupeleka akuleweshe, utazima. Kupeleke ya kusini. Mvua ilianza kunyesha kitu 6 hapo ama 6:30. Na ikapiga kwa kitu kama 3 hours. Bana Mori ametoka kwa bedroom huko hivyo bana. Amekuja kulala na mimi hapa hivi. Mimi nilikuwa nampimia nione huyu msee atafanya nini, hesabu yake ni gani, kanaota ako na dem ama ni aje. Mambo vipi majamaa, I hope you're doing good. Mimi niko poa kabisa. Yes, this is Rough Unfiltered and I'm Rough. So leo nataka tupige story kidogo, na sababu ni story time. But before niende kwa story, nikueleze story niko nayo, make sure umenifollow pale kwenye Facebook at Rough Unfiltered. Umesubscribe na kulike video zangu pale kwenye Rough Unfiltered pale YouTube. Then TikTok niko pale kama Rough Unfiltered, and not forgetting pale kwenye Instagram Rough Unfiltered. Kila mahali Rough Unfiltered. Pale ndio utapata video zangu zote. So mimi niko na story moja, na ni story nyingine hatari sana. Najua majamaa hao wanasikia tu ati jamaa ni gay. Na sometimes mimi wanasema sio kila mtu, maybe utapata jamaa ni gay ama mtu ashaifinywa. Mwanaume ashaifinywa nyuma sababu alipenda. Sio sababu alipenda kufinywa. Sababu kama Busia hapa hivi, Busia town. Kuna story mingi za majamaa bana, majamaa wazito, majamaa wanaendesha magari town, lakini majamaa wanategemea kufinywa wanaume wenzao. Unaona? Msana kuchukua na kupeleka akuleweshe. Nafikiria utakuwa fala, baadaye utazima. Kupeleke ya kufinya. So that aside, hiyo tuongea siku nyingine, hiyo story ya Busia. So mimi nataka kuongea story ambayo inanihusu mimi, because one time nilikuwa almost kufall victim. Nilikuwa almost kufall victim wa kuchapwa nyuma na jamaa. So iko hivyo. It was in 2020. Yeah. 2020 January hapo hivyo. Actually by that time, 2019, 2018 nilikuwa msanii napiga ngoma, like kila kitu kwa akili yangu nilikuwa nafikiria tu music, compose music. Like ukinitaja anything about studio kwa mahali, akili yangu tu nafikiria kwa studio, na cheki. So 2020 I moved to Bungoma, because before nilikuwa uko Bumbe Technical, saizi ni Bumbe National Polytechnic. Piga masomo huko polepole, elimu, and I had to shift ingia Bungoma because nilikuwa na change course, nikaenda kufanya journalism and mass communication. So ndio nimeingia Bungoma 2020 Januari. Manze mimi ni mgeni, nimetafuta nyumba yangu, nimeingia hiyo place fulani inajiita Dismas iko kwa Bungoma town. Unakuja hiyo nje fulani kupita cooperative hivi, unazungukia Old Rex, then nateremka, wase wa Bungoma wanatambua. So nilikuwa place fulani hapo inajiita Dismas. Hiyo ni area inajiita Dismas. So ndio nimechapa kitu kama wiki moja hivi Bungoma. Nilikuwa nikitoka hivi kwa nyumba nikienda shule, nikiingia town, because shule nilikuwa nasoma ilikuwa tu hapo town, ilikuwa town campus. Nilikuwa napita building fulani hapo hivyo along the way. Ilikuwa nikagorofa hivi, kagorofa tu fulani hivi kadogo. Then hapo juu first floor, naona nilikuwa nikipita wameandika music production, music video, sijui nini, like hizo tu vitu za mambo na music production, nini, mambo ya wasanii tu, mambo ya wasanii, mnaelewa nikisema hivyo. So I was like, yes, mimi si bado usanii iko kwa damu bana. So nikaanza kufikiria I want to record a song. But before that, nikasema nitapitia hii place kumoja, nikuje niulize kazi yao wanapiga aje, nione sample. Alafu pia nijue charges zao ni aje, unaona?
So one day bana, mimi nimetoka class vizuri kitu 5:30 hapo hivyo inaelekea 6. Nikuja nimeingia kejani, nimechange, nimesema sasa leo mimi naingia studio, lazima nipate details zote, nipate information hapa hivi. Nimetoka nimeingia, nimepanda juu. Kwenda kubisha, nimepanda hapo hivyo juu sasa first floor. Kwenda kubisha hiyo mlango. Na msana anafungua hivi curtain. Fungua curtain. Ni alikuwa mwanaume. Mimi nikaingia. Kaongea na yeye tu, kamaelezea bana, mimi I thought this is a studio nini mimi msanii huwa nafanya hii na hii. Na akaniambia enyewe hapa hivi hiyo shughuli imekuwa inapigwa hapa hivi, but wase walihama. So saa hizi mimi nilichukua hii nyumba, but mimi naishi tu, nimeweka vitu zangu. Nilifanya residential na cheki. But sasa unajua sisi wanaume bana, ku vibe ni haraka tunapiga story, tukiingiana hivyo ni aje. Najikuta nimetulia kwa kiti hapo kwa msee. Napiga story. Msana anichanua vile area inakaa, niambie unajua sasa hapo hivyo Dismas ukuje Old Rex, ukisonga hivi mbele ukiacha hiyo junction kurudi town, kuna place inajiita Mandizini. So zimeshikana tu hivyo. Niambia hii area bana inakuanga hivi, so kama wewe ni mgeni huku inafaa uishi hivi. Fulani sikupata nje. So mimi sikujua chochote, mimi nilijua niko na vibe na bro bwana. Bahati mbaya mvua ikaanza kunyesha. Sio tu mvua kunyesha. Sio tu mvua hivi yenye tumezoea. Like heavy rainfall. Mvua ilianza kunyesha kitu 6 hapo ama 6:30. Na ikapiga kwa kitu kama 3 hours. So msee juu yeye alikuwa ametoka shughuli zake before mimi niingie kwake. Kumbe msee amepiga shopping yake ya sapa. Alikuwa amenunua kanyama hapo nini. So vile mimi nilikaa hapo na mvua ikaanza kunyesha, na mimi najua siko mbali na place yangu. Mimi nikabaki nimetulia hapo, acha mvua ishe, alafu mimi nijikate, nimejua shughuli nilikuwa nataka haiko hapa ndani. Mvua imechapa, imefika kitu kama saa 3 hivi. Saa 3 nielekea saa 3:30. Niko kwa huyu msee bana, msee amepika. Tumedish. So msee bana ananipigia story zake, vile huwa anafanya job, sijui nini, anaanza kujichacha vile ni msee wa mado. Niambie wewe unacheki hata bedroom yangu hapo bana, niko na kitanda big nini. Msee anaanza kunipigia story za vile kuna kitanda big, sijui nini, sijui room fulani hii siitumiangi. Like hiyo room ilikuwa ni kitu kama one bedroom hivi sasa. Unaona? Ilikuwa ni sitting room, alafu kulikuwa na bedroom the other side, alafu actually sio one bedroom exactly. Alikuwa anashuka chini kama anataka kwenda washroom. Alafu so tumekula bana. Tumetulia msee ananuzia uoga, ananiambia vile hiyo area siwezi tembea hiyo matime imefika. So msee akaniambia bana, hii area vijana ni wabaya nini wanavuta bangi nini, like ile tu msee kukuzia uoga, yani kuhakikisha amekutoa roho ya wewe kutoka hiyo matime. But msee akaniambia mimi bed yangu kwa hivyo ni kubwa, alafu niko na mattress nyingine extra, kuliko urisk saizi kutembea hadi hiyo place yako, na wewe umesema wewe ni mgeni huku, wasio kutambui. Unaweza ukajiekelea hapa kwangu hapa chini, alafu asubuhi hata utoke kitu 6 juu hapo hivyo ni safe, uingie kwako. Kafikiria bana, nasema like ni kibro bana, nikasema acha mimi nifanye nini, acha nimsikie mimi nitulie. Actually tulimaliza tukapiga hiyo shughuli ya piga unga hapo hivyo. Mimi jamani kwa ameenda ameletea mattress, amekuja amenekea hapa chini. So mimi ndio huyo nimeingia kulala. Hiyo ni kitu saa 4:30 hivi, unaona. Na remember that time nimesema mvua ilikuwa inapiga ile hatari, bado kana drizzle. Sasa hata mvua haijakatika, like ni kama ilikuwa tu sikia nyani kuteleza msee, unaona. Juu inakuaje mimi nimeisha tu hiyo siku kwa msee, na msee bana akona characters zingine zenye sijui, alafu weather pia ina change hiyo style. So mimi nimeingia nimelala around saa 4 hivi. Saa 4:30
drizzle. But sasa msee ashanitoa roho ya kutoka kwenda base yangu. Na mimi nililock base yangu huko penye nilikuwa nakaa, pia ilikuwa safe, kuna gate, kuna perimeter wall, niko sure everything kwa nyumba yangu iko sawa. Imefika kitu kama saa 6 usiku hivi. Naona Morio bana. Morio ametoka kwa bedroom huko hivyo bana. Amekuja kulala na mimi hapa hivi. The funniest part, msee ameacha bedroom yake huko. So si mimi ni mgeni wake, aliniwekea mattress hapa hivi chini sitting room. Amekuja kulala hapo hivyo bana. Amechukua blanketi amejifunika, duvet. Amejifunika, sasa tuko naye kwa duvet moja. So mimi hapa nikaanza kujiuliza huyu jamaa hesabu ni gani? Huyu msee anataka kwenda na kichwa yangu ama hesabu ni gani? So hapo hivyo sasa nikaanza kujiuliza maswali mengi. Kunaenda aje? Mbona msee ameacha bedroom yake huko amekuja? Penye mimi ameniwekea mati hapa nilale, msee amekuja kunijoin. Ndio yeye amechukua duvet amejifunika, tumejifunika duvet moja. Sasa unaona ile time sasa, ile time umetulia hivi ya uongee anything but hakuna usingizi inakuja. Hiyo sasa ni kitu saa 6. Tumeenda saa 6, saa 7. Mimi niko tu macho bwana, nywele zimesimama hivi. Huyu msee rada yake ni gani? Like sasa nimeanza kupiga hesabu, huyu msee in case ni msee anataka kunitoa hata kichwa bwana, nitaanza kudeal naye aje. But siwezi muuliza, unaona? Juu amekuja tu amelala, hajafanya anything, ametulia, amejifunika. Imefika saa 7, saa 8, saa 9, msee ameanza kunipelekea mkono hivi, msee ananigrab kiuno. Msee ameanza kunigrab kiuno bwana, nikashangaa hapa hivi kunaenda aje. Nimenyamaza. Msee ameanza kunisongea. But unajua kwa nyumba mtu mwenye umeingia kwake mara ya kwanza na hauku expect anything kama hiyo, alafu ni situation imefanya like umespend night yako hapo, then msee ameanza story kama hizo, ametokelezea from nowhere. Msee amekuja amekujoin kidogo, ameanza kugrab. So hauwezi ongea kwanza, umetulia. Like mimi nilikuwa nampimia nione msee atafanya nini, hesabu yake ni gani, hii kunigrab akanaota kona dem ama ni aje. Sasa sikia mambo, msee ameniwekea mkono kumbe pia ananipimia, nataka kuona mimi nitareact aje. Acha kwanza nikae fit, nitareact aje. Unaona kidogo bana, najua njwanga yenye mbavu Destroyer alisema alipasuliwa njwanga. Wallahi msee amesongeza trouser chi. Actually alikuwa amelala na short, I think like a short. Msee ametoa njwanga nje. Mimi nilikuwa nimelala tu na trouser yangu nini. Unaona ile tukimwanaume tu, mimi niliingia hivyo hivyo. Jamaa mimi bado napimia. Sasa nikaanza kuona huyu msee tabia yake ni gani hapa. Akili yangu imeanza kukuja, huyu jamaa anataka kunifyatua msee. Msee anataka kuninyorosha. Msee ameenda ametoa mzigo nje. Mimi nimetulia tu. Hii mkono mwingine amenigrab. So pale penye nilishtuka, jamaa amemaliza kutoa njwanga nje, amekuja ameanza kuniteremsha trouser. Msee ameanza kuniteremsha sasa trouser. So hapo nikasema hata kama itakuwa aje bwana, mimi nikipiga tu hesabu vizuri, nikipiga nduru hapa, kuna majirani wenye watasikia bwana. Kuna majirani wenye watasikia, hata kama niko kwa msee lazima watatokelezea wajue shida iko wapi. But siwezi kubali msee afanye kitu anataka kufanya. Penye anaelekea hapa na siwezi kubali. Sasa msee akaanza akipeleka chini hivi mimi navuta juu. Akipeleka chini mimi navuta juu. Unajua msee ni aje? Msee ako honi mbaya. Msee amesimamisha hivi. Ameshaitoa nje. Sasa ako anang'ang'ana because mimi nilikuwa nimelala nimeface ile side hivi. So amekuja na nyuma yangu ameniface. So msee ako na nyuma yangu huku hivi anang'ang'ana. So msee ilikuwa imebaki tu kitu kidogo hivi sasa.
niamuke, kama ni mbaya chikuwe mbaya. Ile unabambana kimwanaume na umeweka nduru ile ya juu, like ile volume yote volume iko juu yenye niko sure lazima mtu atasikia, na hakuna mtu anaweza kosa kukuja hapo, unaona, because I was very sure kuna watu walikuwa wanaishi hapo around hapo chini, because hiyo nyumba inakania business hivi, but sasa msee alikuwa ametani yeye anaishi hapo juu, but huko chini kuna maneiba, like ilikuwa nyumba ya busy hivi mbele, alafu kuna watu walikuwa wanaishi huko nyuma msaidi za chini. Then msee ali opt kutumia hapa juu penye nafaa ifanye biz, akaamua kuitumia kuishi, unaona. Yeah, but imeangalia hivi kwa barabara. So I was very sure nikipiga tu nduru moja safi lazima kuna watu watasikia na watataka kujua nini iko hapa hivi na check. So bado tuna struggle msee bana. Nilisikia tu msee amaachilia, unasikia kuachilia ile sperms tu chwa yote kwangu. So nilikuwa na imagine msee imekuwa aje. Niamuke tu niraruke tu msee, because one thing I felt kwanza hiyo amenifanyia madharau, unaona? Amenifanyia madharau because mbona angeniuliza tu niambie msee mimi nakuanga hivi na hivi. Unaweza kubali like we do this, unaona? Ako kama anasink my consent. Aone kama nitakubali ama nitakata. So msee alikuja tu ile blindly nini. Then after tume struggle anavuta trouser chini, mimi nairudisha juu. Msee juu amembao bwana, msee kumbe sperms zilikuwa zimefika. Msee akaachilia tu chwa. So hapa hivi kwanza kwa mgongo hapa kwa kiuno. Bana sperm acha niteremkie bana. Like what's that? Mwanaume, unacheki? Imagine hiyo time yote kwanza nimenyamaza, like ile kujizungumzia ni kwa akili tu. Like niko tu najiprepare tu psychologically. So imefikia point tumeshindana na haongei na mimi siongei, na mama kunirelizia. So Joe alikuwa anabambana kuniteremsha hivi trouser chini na mimi nairudisha juu. Hiyo sperm yake ilikuja kanianzia hapa kwa kiuno, obviously iliteremka hivi chini. Doga, kumbe msee alikuwa amekuja hadi bana ko prepared na towel ya kunipanguza. So msee juu ameshajiachilia, amekaa but hapa juu kwa kiuno ameanza kunipanguza, amemaliza, amebaki amerelax, unacheki. So hiyo ni around saa 9 hivi, inaelekea saa 10. Kiangalia hivi simu yangu bana, nilikuwa nimedoze na simu yangu hapo kando. Angalia hivi time. Sitaki kuongea msee, uko kwa wenyewe. Wewe msee unaweza ukaelewa. Like uko kwa wenyewe na wewe ni mgeni hiyo area. Actually ndio nimemaliza 1 week hiyo area. My first time kuingia Bungoma, ndio naanza operations zangu Bungoma. I'm a student, nacheki ndio nimejoin. Unaona? So huyo msee alikuwa anakaa kama ni mwenyeji hapo hivyo kidogo, because tu alikuwa ananipigia ni mtu anajua hiyo mtaa fiti sana, anajua Bungoma fiti, na si msee hivi pia ni msee, ni staff, alikuwa ni staff wa county, msee staff wa county actually. Alikuwa dereva kulingana na sio alikuwa ananipigia nini, alafu kuna hiyo job ID ilikuwa hapo hivyo, ni dereva, unaona. So nataka nikatizie hii story hapa hivi, niko naenda kuifanya part 2. Unacheki, ukisha watch comment hapo hivyo, make sure umesubscribe YouTube at Rough Unfiltered, umenifollow pale Facebook at Rough Unfiltered. Nitakuwa na drop part 2 ya hii story, itakuwa ina come just after umewatch. Ukimaliza kuwatch, comment pale TikTok Rough Unfiltered, nitaleta story part 2 itakuja vile nilienda paka vile nilijaribu kudeal na msee, unacheki. Yeah.